Package of the day na DJ Sweet Lady. Yes, hello, DJ Sweet Lady hapa. Oh, nije kuzima moto wa burudani. Katika kitengo gani? Okay, sawa. Jeshi la zimamoto na uokoaji. Mnapatikana wapi? Oh, mkoa wa Temeke. Okay, sawa. Nakuja. Profile. Hello guys, hii ni package of the day na mimi ni DJ Sweet Lady. Tuko kwenye jeshi la zimamoto na uokoaji. Bwana, hili gari linasukumwa na mtoto wa kike, Madam Kopro. Atashuka hapa, nitamuuliza, utamfahamu ni Kopro nani. Mambo mengine mengi utayajua leo hapa. Mimi naitwa DJ Sweet Lady na hii ni package of the day. You're welcome. Natumia magia sana. Nguvu ya mwanamke ni kubwa sana na tunafanya mambo makubwa sana. Package of the day leo iko kwenye jeshi la zimamoto na uokoaji. Mambo vipi madam? Hongera sana. Hongera sana. Kitendo cha kulisukuma gurudumu hili ambalo tumezoea kuwaona watoto wa kiume wakisukuma, alafu mtoto wa kike ndo umekaa, umeniendesha. Nimejisikia amani kabisa. Hongera tena. Nafikiri uambie wa Tanzania pale, unaitwa nani? Afande nani na umeanza lini kuendesha gari la zimamoto? Naitwa Kopro Mwanyeze, niko kwa zimamoto na uokoaji kwa Temeke na kama wanafamilia wilaya Temeke. Sisi tunaita mkoa. Okay. Una miaka miwili kuendesha ya zimamoto. Na hapa huwa unaliendeshaga wewe au mpo na watoto wa kiume? Wapo na watoto wa kiume. Kuna shift wanabadilishana. Okay. Hongera sana. Sana sana. Kuna kazi ambazo wazazi wamezoea kuwaona watoto wa kiume sana. Na wewe ni mtoto wa kike ambao unafanya kazi kubwa sana na ni nzito. Unawaambiaje wazazi na watoto wa kike kwenye kujitoa kwenye masuala haya? Wasiogope, lakini pia waondoe hofu, kwa sababu hata mimi mwenyewe mwanzoni nilikuwa na hofu. Okay. Lakini baada ya kufanya mafunzo, tunasemaga watoto wa kike tukiwezeshwa tunaweza. Yes. Kwa hiyo baada ya kufanya mafunzo nikawezeshwa na viongozi wangu. Nimeweza hadi leo niko hapa. Kwa hiyo hata wazazi pia wawape fursa watoto wao wanapohitaji kufanya kazi zote tunafanya. Okay. Kuna ufundi, kuna udereva, kuna ujenzi, tunaweza tukafanya. Package of the day na DJ Sweet Lady. Naitwa ZMK 0116 FC Pendo John Dafi. Okay. Natoka katika jeshi la zimamoto na uokoaji kitengo cha majini. Umewezaje, mbona wewe ni binti mdogo sana? Unawezaje kuingia kwenye kina kirefu? Kwa sababu sisi tunaingia kwenye vina virefu kumsaka mtu ambaye yuko chini huko. Wewe umewezaje? Nimeweza kwa sababu kwanza kabisa nimefundishwa. Okay. Cha pili nimejiamini kama mwanamke naweza. Okay. Cha tatu kuna vifaa ambavyo vinatuwezesha kuingia ndani. Hongera sana. Sikutegemea kama nitakuta. Nimeambiwa kuna jeshi la zimamoto liko mahali fulani. Yaani kuna watoto wa kike wanafanya kazi sana. Nikasema naomba kwenda kukutana nao. Uko vizuri sana. Sikutegemea kama nitakuta mtoto mdogo afu mzuri. Haturuhusiwi kualisifia? Unaruhusiwa. Basi wewe ni mzuri sana. Asante sana. Hongera sana. Package of the day na DJ Sweet Lady. Kwa jina naitwa Koplo Mwanaisha Jafari. Nimehusika zaidi au nimebobea kwenye kitengo cha maokozi.
kama tunavyojua jina letu lenyewe la jeshi linatambulisha ni jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo jeshi letu limebase kwenye upande wa kuzima moto na kuokoa maisha na mali za Watanzania. Kwa hiyo mimi nimebase kwenye upande wa kuokoa mali na maisha ya Watanzania. Hapa kitengo hichi kimejikita zaidi kwenye upande wa maokozi ya high angle rescue na low angle rescue. Kwa hiyo ninapozungumzia high angle rescue na low angle rescue, nazungumzia maokozi ya juu na maokozi ya chini. Kizungumzia maokozi ya juu, nitatolea mfano. Ni either mtu amepata shida akiwa juu ya ghorofa, either amestaki kwenye lifti ya ghorofa. Na napozungumzia maokozi ya chini na maanisha either ni ajali ya barabarani, magari labda yamegongana, au mtoto alitumbukia kwenye karo la choo, au mtu alitumbukia kwenye kisima. Ndio maokozi na sana. Unawaambiaje watoto wa kike ambao wako nyumbani hawataki kujishughulisha, wamekaa tu wanasubiri? Wengi wao tunasubiri, kuna wanawake wengi wanasubiri mimi nitaolewa baba, nataka kuolewa na mwanaume tajiri. Unawaambiaje bali? Mimi naomba niongee na umma wa Tanzania. Kwanza nizungumze na watoto wa kike au wanawake wenzangu. Jambo la kwanza, tupende kujituma na tupende kujitoa kwa ajili ya nchi yetu. Kama tunavyoona sasa, nchi yetu haikuwahi kuongozwa na rais mwanamke, ila leo hii tuna rais mwanamke. Kwa hiyo mambo yanaenda yanabadilika na ulimwengu unaenda unabadilika. Alafu still bado vile vitu vigumu ambavyo tulikuwa tunaamini zamani sasa vimebadilika. Tuna vifaa maalum ambavyo vinatusaidia kwenye kazi zile ambazo tulikuwa tunatumia nguvu sana, sasa hizi hatutumii nguvu vile ambavyo tunaweza. Mfano mzuri ni watolee mfano kwenye hichi kifaa hapa. Hii inaitwa triple stand. Pale nilivyozungumzia swala la maokozi ya kwenye mashimo au kwenye tunnels au kwenye visima. Na shumu huu mdoli wangu hapa ndio mtu ambaye alikuwa amedumbukia kisimani. Kwa mimi kama mwokoaji nilishuka kisimani, nikaenda nikamfunga huyu mtu hii kamba hapa. Kama unavyotazama unaweza kusema ni kamba nyembamba sana. Ila hii kamba ina uwezo wa kuinua zaidi ya tani 3. Kwa zamani kwa njia za kawaida tulikuwa tunashuka kwenye shimo, tunamvunga mtu kamba afu tunaanza kumvuta kwa mkono. Ila sasa tumetoka kwenye zama hizo, tupo kwenye zama nyingine. Kwa hii triple stand hapa ina winch hapa na kuzungusha, nitamtoa mtu ambaye alikuwa amekwama chini ya kisima. Kwa hiyo na shumu mdoli wangu ndio mtu ambaye nilishuka chini nikamfunga. Hii yote naonesha ni namna gani jeshi la zimamoto lina vifaa vya kisasa kuweza kuokoa maisha na mali za Watanzania. Hapo mtu anapanda juu. Yes. Sasa hapo mtu ndio anatoka kwenye kisima, tunampandisha juu. Atakapofika juu ya kisima kuna wataalamu ambao watampokea mtu na kumweka kwenye stretcher. Na kuzungumza stretcher ni machela kama hii hapa. Yes. Kwa hiyo akimuingiza kwenye machela tunamharakisha kwenda hospitali. Hapo nimetolea mfano kwenye upande wa maokozi ya visima au ya migodini. Nije upande wa maokozi ya barabarani. Either tumekuta magari yamegongana au container limeangukia gari. Jeshi la zimamoto na uokoaji lina vifaa vingi ambavyo vinaweza kuwasaidia Watanzania wake. Hichi nilichokibeba hapa kinaitwa control panel. Control panel ni panel maalum ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kupandisha gari au kushusha gari, au ni lifting bag. Hapa nina cylinder, hapa na control panel, pale na airbag. Kwa ile airbag inaweza kuinua gari kuanzia tani 13. Kuinua gari? Yes, kuanzia tani 13. Nitolee mfano, hapa nimeingiza airbag yangu, nitashumu kwamba ili ndio container. Okay. Au gari. Kwa hiyo nitaanza kuliinua
gari langu. Sisi mnaona? Yes. Mnaona? Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mtu amestaki chini, begi yangu itanirahisishia kazi kunitoa kwenye zile zama za kuita watu wengi, kuingiza mikono kunyanyua gari saa hizi ni kifaa kimoja na mtu mmoja anaweza kufanya kazi. Kwa hiyo wanawake wenzangu, ni washauri tusiogope kufanya kazi ya zimamoto na uokoaji, kwa sababu vifaa viko vingi na vimesimplify kazi sana. Asante. Hongera sana. Jamani, bali ya kuja kuzungumza na maafande hapa ndani na kujua vitu vingi, lakini kiufupi mimi mwenyewe nipo kwenye utalii. Kuna vitu ambavyo nilikuwa sivijui, na shangaa kadude kadogo kananyanyua gari, kananyanyua nini. Maajabu, ndo nchi, ndo Tanzania yetu ya sasa. Kwa hiyo wanawake tutoke, fanye kazi. Kuna wanawake huku wanapambana. Package of the day na DJ Sweet Lady. Kwa jina naitwa Koplo Gloria Nyarusi, ni askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Niko kitengo cha control room, upokeaji wa habari. Control room yangu inadili na upokeaji wa matukio ya moto na maokozi. Sisi tuko kwa ajili ya kuzima moto pamoja na kuokoa maisha na mali. Ajali za barabarani, majini, nyumba kuungua na mengineyo. Kwa hiyo ili gari iweze kutoka kuelekea kwenye tukio, lazima taarifa ifike kwetu sisi. Namba inayotumika kupokea matukio ni 114, ambayo ni namba ya dharura Tanzania nzima. Ukipiga simu namba 114 itapokelewa kwa mkoa husika. Tumegawa mikoa, kama kuna Dar es Salaam tuna mikoa mitatu. Tuna Ilala, tuna Temeke, tuna Kinondoni. Kwa hiyo ukipiga 114 simu itaingia kulingana na location ambayo ulipo. Kwa hiyo ukipiga Ilala itapokelewa Ilala, ukipiga Temeke itapokelewa Temeke. Ukitoa taarifa ya tukio, mimi kisha ipokea, natakiwa nijiridhishe kama ni tukio la kweli au la uongo. Najuaje kama tukio la kweli au la uongo? Naweza nikatoa gari hapa ikaenda mpaka Kigamboni, ikafika kule kwa tukio la uongo. Ila nikishapokea taarifa na irekodi muda ambao nimepokea taarifa, namba ya mtoa taarifa na majina yake. Baada ya hapo natakiwa kumpigia simu yule mtoa taarifa kujiridhisha kama ni kweli au sio kweli. Unajua kumpigia simu, akamwambia mimi sipo Dar es Salaam, nipo Mwanza. Wakati mwanzo alikupigia simu akamwambia unatokea la mtu labda Kigamboni. Ila ukishampigia kwa namba nyingine tena, anaweza akasema baba umekosea namba, sio mimi. Ila kama moto ni wa kweli, unaona jinsi unapopokea simu, mtu tayari amepaniki. Okay. Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba atakayepiga kwenye simu ya ofisi, unachukua ile namba unampigia kwenye simu ya kawaida. Sawa. Kwa ukishapigia kwenye simu ya kawaida, kuna mambo mawili. Unaweza kupigia ile simu ya kwanza ukajiridhisha kama huu ni moto kweli, maana kulingana mtu anapotoa maelezo amepaniki tayari. Mwingine unamuelezea, unasikia kabisa pembeni kuna watu wanapiga kelele kama jamani chukueni maji, fanyeni hivi. Unajua moja kwa moja ni nini? Ni tukio. Sasa tukio linatokea usiku wa manane, huwezi kupata kelele kama hizo kwa sababu kuna utulivu, watu wanakuwa wengi wamelala. Kwa hiyo ambaye anakuwa anakupigia simu labda ni yule ambaye ameona ile tukio au yupo eneo la tukio. Ukishapiga simu kwa mara ya pili atakwambia nimekwambia tukio lipo Kigamboni, labda Cheka au Kigamboni nini Kisarawe, kule Kisarawe tu hivyo. Kwa hiyo unajua moja kwa moja ninapotoa gari inatakiwa ielekee wapi na ipite njia gani. Kwa sababu lazima ujue location inayotakiwa ielekee gari. Uweze ukasema moto upo Kigamboni, wapite wapi? Wapite huku wanaenda kama Gongo la Mboto? Hapana, lazima ujue baba ambao anatakiwa waitumie. Kuna tukio la moto wa nyumba, maana lazima ujue ni moto wa nini, ili hata unapotoka eneo la tukio unaelekea kule unajiandaa kwamba naenda kuzima moto wa nyumba, moto wa kiwanda au ni maokozi ya majini, kama ni baharini au ni mto, unajua wanatokaje hapa. Okay, kwa hiyo moto wa nyumba na moto wa kiwanda ni vitu tofauti. Sio tofauti, ila ubongo pia unatakiwa ujiandae kwamba naenda kukutana na tukio la aina gani. Kuna moto wa dampo, lakini vifaa vyote ni sawa. Kwa sababu kuna moto wa dampo, kuna moto wa nyumba, kuna kiwanda, kuna yaani mioto ya aina tofauti tofauti. Kwa unapotoka hapo unajua kabisa kule inawezekana kuna makeni kufanya ambayo yapo eneo lile. Nibebe nini na nini, kama mtu ukisahau kwenye gari unatakiwa ufanyaje? Unatoka kwa wakati huo. Okay, kuna hizi watu wanalalamika sana. Zimamoto tunapiga simu muda fulani wamefika hapa masaa 3-4 baadaye, yani vitu vishaungua. Hebu leo waambie sababu ni nini? Asilimia kubwa ya wananchi wengi cha kwanza hawajui namba ya dharura. Okay. 114 wengi hawajui. Mtu anaweza kukwambia tumepiga simu mpatikane, umetupigia namba gani? Atakwambia nimepiga 112. 112 sio namba yetu ya dharura, samahani. Zimamoto Temeke, hello.
umeona kama hivi. Unakuta labda kuna tukio kweli. Ila wanapiga wananchi wengine ambao tu wanajisikia tu kusumbua. Hakuna tukio wala nini. Kwa hiyo simu zinakuwa kana inatumika. Kwa hiyo unajua moto upo hivi, unaanza kwa hatua ya awali then unakuwa. Kwa hiyo unapozidi kupiga, simu haipatikani, moto unazidi kufanyaje? Kukua. Kwa hiyo mpaka watupate. Tayari moto labda umekuwa mkubwa au una location ya eneo ilipo. Tupo hapa Temeke, moto upo wapi? Kigamboni. Distance kutoka hapa mpaka Kigamboni pia ni changamoto, sometimes foleni njiani, ila ukitoa taarifa kwa wakati unafika kwa wakati. Nimejiridhisha kuna Watanzania hawako serious. Kwenye jambo serious wanaleta masiara. Namba ya 114 ni kwa ajili ya wewe kupiga simu na kutoa taarifa umepata tukio la moto wapi ili jeshi lifanye kazi yake. Unapiga simu, unakata. Zimepigwa simu kama 2 nikiwa hapa. Kwa hiyo hii pia ni changamoto ambayo wanaipitia zimamoto. Unapotoa taarifa ya moto, toa taarifa iliyonyooka ili wao waweze kujua kwa muda gani wanaweza wakafika sehemu husika. Foleni nyinyi mnakuwa mnaimudu vipi? Sisi tuna king'ora, tunaandikwa ni pia. Kwa hiyo tunapotoka kuelekea kwenye tukio, lazima king'ora kitasikika. Mfano ukitoka hapa kuelekea njia ya Tazara, wale wao panakuwa pana askari. Anaposikia king'ora lazima ataruhusu magari ili kupata urahisi wa gari lazima moto kufanyaje? Kupita. Hatuna njia tofauti na hizo za kutumia kwa sababu tunatumia main road ya asilimia kubwa. Sehemu nyingine hakuna njia za shortcut. Kwa hiyo lazima ufuate barabara kwa barabara. Ukiwa na foleni kubwa inabidi labda kama kuna uwezekano askari mmoja labda anashuka anasogea mbele kule kwa ajili ya kutoa taarifa, tupo sehemu fulani nataka tuvuke tuelekee kwenye tukio. On the stage. Wakina mama mpo? Jeshi la zimamoto mpo? Mko tayari kwa burudani? Mmejiandaa? Eti nasikia ukishaitwa afande kucheza ujui. Sasa leo nataka muonyeshe. Hatuna haja kujigamba sana, sifa zetu zinajulikana. Kazi mpe mwanamke ataifanya, kwake hakuna la kushindikana. Asubuhi na mapema nganoni naumua, jua linanichoma nikaange vitumbua. Usikonde haina unyonge, moyo upige konde kama na usikonge. King, yeah, that's me. Call me the God, cause I'm a king and everything. Asama. Ay, itina maposa. Itaba makeba. Ay, uspone masne. E baba ne jealous. Ay, itina maposa. Itaba makeba. Uspone masne. Ay, bona la baba ne jealous. Sekubalisela haju masikupulimiswa Zombi. sukumisa umzimba masikhohlwe ngenkinga sekubalisela masikupulimiswa sukumisa umzimba Koma savana aye savana Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Aïe ça va. 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 Comment ça va? Zombie easy beat. Zombie easy beat. How are you? Unjan. ¿Cómo va? Habari gani? Ni hao. Assalamu alaikum. ¿Cómo estás, amigo? Namaste. ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? Aïe ça va. Aïe
Nataka nione kama humo mpo. Humo mpo. Humo mpo. Maneno nikishatamka hayarudishi kimdomoni. Ikishafika buchani nyama hairudi kuwa ng'ombe. Sege ushalikoroga halirudi tena simenti. Kwani yeye awezeana nini hata mimi shindwe na nini? Kwani yeye awezeana nini hata mimi shindwe na nini? Jeshi lazima moto na uokoaji wewe. Cheza kidogo, cheza kidogo. Kwani wawezeana nini hata sisi tushindwe tuna nini? Pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo. Kwani wawezeana nini hata sisi tushindwe tuna nini? Pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo. Kwani wawezeana nini hata sisi tushindwe tuna nini? Kwani yeye awezeana nini hata mimi shindwe na nini jamaa? Wawezeana nini hata sisi tushindwe tuna nini? Wakina mama kelele. Sijasikia kelele. Eti nimeambiwa mnaweza kucheza kila kitu hadi singeli, hiyo kweli? Producer Michael Anita Sisuli Babolo Liondo Anikiwa na Falme Ninja. Mwanangu anataka kusoma nye, mwanangu anaipenda shule, mwanangu anafanya vizuri shule. Familia yetu masikini nye, hela ya uniformu sina, hela ya daftari sina, na uzagalanga mwanangu nimsaidie mie. Nagoba kuchekwa mwanangu namsaidie nye, Mheshimiwa Saidi Sapo. na uzamiogo mwanangu nimsaidie mie. Sione kama chizi nangaika, sione kama mweu nangaika, kwa yangu jua langu someshwa na Tumetoka mbali, tumemfuata DJ. Tumetoka mbali sana, tumemfuata DJ. Tumetoka mbali, tumemfuata DJ. Tumetoka mbali sana, tumemfuata na chui. Una hatari wewe, una hatari wewe, una hatari wewe, una hatari wewe. Ai mama wenije, ai mama wenije. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Wana Simba kelele, wana Yanga kelele. Tunaanza na wana Simba. Ubaya, ubaya. huyo ni wa Insta mnyama, huyo utopolo mnyama, 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 wa vikombe vingi mnyama, anaopiga mwingi mnyama, unyama ni mwingi mnyama. Nasema unamjua Simba wa kimataifa.
taifa mnyama, mnyama nguvu moja mnyama, anatupeperusha mnyama. Asante wananchi, wananchi. Cheza kiwananchi, cheza kiwananchi. Yanga hii unaifungaje? Unaifungaje? Yanga Afrika inafungwaje? Inafungwaje? Yanga hii unaifungaje? Unaifungaje? Yanga bingwa anafungwaje? Inafungwaje? Ililiara ini zina was kushoto kibabage kulia kala kwasi yashi baka kamanda Dickson Jobu kilaka wakandanda au chuyo kaitupa kwa pakome kaitaka tena au chuyo kaitupa kwa pakome kaitaka tena wanangu chama huyo kaitupa kwa zingeri kaiomba tena chama huyo kaitupa kwa zingeri kaiomba tena Azizi huyo kaisusa kwa abu ya kaitaka tena Azizi huyo kaisusa kwa abu ya kaitaka tena. Haya tunacheza ile style yao tufunge. Twende. Dube. Mama yangu. 1 2 3 dube. Aya. 1 2 3 dube. Tena hapo. 1 2 3 dube. Ya mwisho. 1 2 3. Asante. Haya tunapiga ngoma ya mwisho. Mnajua kwamba nyinyi mmeshika mioyo yetu sana, mnakuja kutuokoa. Kwa hiyo mnamtangulizaga sana Mungu mbele kwenye kila jambo. Kwa hiyo bila kufunga na Mungu hatutobo. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Harisha Israeli, uliwavusha, kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wakulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. Hakika tumeuona Baba kweli matendo yako Bwana ni makuu mno. na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono mahali uliona pekee. Chini hata juu watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. na tutakusifu Jina lako Baba, milele tutakusifu, kweli daima wewe mwema, tutaishi kwa Tumeona. Hapo. Na chini. Ni zako. Package of the day na DJ Sweet Lady.